Mpenzi mtazamaji wa INKA TV, bado tumepita kambi hapa kwenye kaunti ya Nakuru. Na leo tuko kwenye mji wa Pondamali, napatikana constituency ya Nakuru West. We are here to cover a story of a woman mwenye, she's a widow, she's a young mother actually, has 4 kids. Right now anatuambia kuna 5 kids, but when the husband died, she had 4 kids. All of them are boys. This woman, I don't know by bad luck ama ilikuwa aje, akapatana tena na mwanamume mwingine ambaye alimpatia mtoto mwingine sahi watano. So this woman is catering for 5 kids alone. Apart from her being a widow, huyu mama bado akona ulemavu. She is disabled. She can't go to work. She can't be able to cater for needs za watoto wake. She has a lot story, a whole big story. She's gone through a lot. Paka sahi mali amefika hadi alifukuzwa kutoka kwa familia kina mzee wake wakati alikufa, wakamaliza funeral and everything, and now she's living alone here in Nakuru. We've come here today to cover her story, tusikie alianza aje maisha yake, mzee wake aliweza kufariki aje, na after that she has another kid. Huyu mtoto alimpata aje, na bado paka sahi how does she cater for the needs of her children? All of them are boys, 5 boys. Imagine taking care of 5 boys without help. Remember, she is disabled. Sitaki kuongea mengi maana tumefika hapa kwenye naona nyuma yangu hapa kuna inaitwa Pondamali, Nakuru West constituency, ndani ya Nakuru County. Let's go in. This is where she lives, so that atuelezee how can we help her? How did she find herself in this situation? Nifuate mpaka mwisho. Majina yangu ni Bridget Kerubo na hii ni INKA TV. Karibu tena mpenzi mtazamaji, kama venye nilikuwa nimewambia pale kwa introduction, tumefika hapa nyumbani kwa huyu mama ambaye ametuita leo kuja kutuelezea story yake tujue, because she is a widow. Apart from her being a widow, again she met another man who impregnated her, akampatia tena mtoto mwingine, na huyu mama anaishi kwa umaskini, pia ni mlemavu, hajiwezi. Sasa sahii amebaki peke yake akilea watoto 5 on her own. We've come here to find out her story, atuambie alianza aje maisha na mpaka sahii anaendelea aje. Karibu sana. Mimi kwa majina naitwa Lilian Malchi. Kwa ndoa nilioleka 20. Hata before tuende kwa ndoa Lilian, tumekutembelea hapa, naona mvua ilikuwa inanyesha, lakini Mungu ametusaidia imepungua, ndio tuweze kuelewana. Sisi tunatoka Kisii, tunaitwa INKA TV. Tumekuja tusikie story yako. Tulikuwa tumeambiwa before na referral wetu, akatuambia unatutafuta, unataka Wakenya waweze kusikia story yako. Umepitia mengi mpaka saa hii na watoto wako. So Lilian, tukianza story yako, nataka utueleze Lilian ni nani, kwenu ni wapi? Jo, saa hii unaishi Nakuru. Najua Nakuru umekuja tu, si eti ulizaliwa huko. So Lilian ni nani? Lilian ni mtoto kusaliwa kutoka Kakamega. Mimi nimesaliwa huko mahali penye inaitwa Bukura. Tunaishi maili Wakaza. Alafu mimi hapo ndio nyumbani. Hapo ndio nyumbani. Nyumbani mko ngapi? Tulikuwa watoto 9, lakini Mungu akachukua 2, tukabaki 7. Okay. Sasa mko 7 kids. Na your parents wako? Parents niko na baba peke yake. Mama wangu alienda. Ilikuwaje? Alikuwa mgonjwa. Alikuwa na ugonjwa naitwa ajili ya kumaliza damu kwa mwili. Anemia. Hiyo ndiye akakufa, alikufia Kakamega hospital. Mkiwa bado wadogo. Mimi nilikuwa 75. Okay, so hii ni kitambo sana. Na sasa hivi kwa miaka mingapi? Sasa niko 37. Okay. Growing up ilikuwaje Lilian pale nyumbani? Umeniambia naitwa Lilian. Huko nyumbani ni wapi? Bukura. Bukura ni Western. Ni Western. So mkigrow huko ilikuwa aje maisha ya kugrow hata before kuolewa? Sisi tulikuwa tunapitia hali ngumu. Baba yangu hakuwa na kazi. Sasa tulikuwa hata zingine hata tunalala njaa, tukienda shule unarudi hata una nguo za kubadilisha. Juu lapo kuna nguo 2 3 peke yake. Sasa zikiwa chafu hakuna sabuni hata ya kufua. Tulipitia hali ngumu nyumbani. Mkaendelea kusoma masomo? Nikaendelea kusoma. Mimi nikafika class 8. Babangu nikafanya mtihani, isipokuwa hakuwa na pesa, sasa si kuendelea.
lakini masista yangu wenye wako nini walikuwa wao walisoma mpaka form 4. Wengine first born wetu alifika university. Yeye alipata sponsor akamfikisha university. Ulifika class 8 juu ya pesa? Juu ya pesa. Ukawachia shule hapo. After class 8 nini iliendelea? Nilienda Nairobi kutafuta kibarua ya kufanya kwa house. Nilikuwa naenda kufanya kazi hapo, nikafanya karibu miezi kuanzia 2005 mpaka 2006. Nikakuja hapa Nakuru kwa sister yangu kukaa. Tulikaa naye around 6 months. Nikarudi home tena. Tena nikakuja mtoto wake akakufa, tukarudi hapa Nakuru. Tukakuja tukasika tukamaliza tena tukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani ndio nikapatana na huyu rafiki yangu, ndio tukaanza kunina urafiki. Nilimkuta huko anafanya pia kazi. Tukafanya sasa ndio alikuwa mume wako. Ndio tukakaa naye huko, tulifanya urafiki miaka 2. Mkiwa nyumbani Western ama mkiwa hapa Nakuru? Tulikuwa Western. Okay. Ndio nikakuja Nakuru, nikarudi tena kwa sister yangu na yeye pia akakuja, babake alikuwa anaishi hapa Pondamali. Kaka ndio 2011 ndio tukaoana. Takuja Nakuru. Lakini before akuja Nakuru alikuwa ameniacha kwao nilikuwa mjamzito, nilipata ujauzito wake nikaenda nyumbani. Nikapata ujauzito kama bado mlikuwa mmeanza kuishi pamoja. Sasa nikarudi nyumbani. Kukaa nyumbani ndio akaniita kukuja 2011 sasa. Juu mtoto ni mzaa 2009. First born wako. 2009. Januari. Sasa ndio nikakuja hapa Nakuru. Tukaanza kukaa naye huko chini. Sasa hiyo kwa ndoa alikuwa kusumbua, anatoka anaenda hata nakaa miezi 3 nje, miezi 4, miezi 5. Anatoka tu akwambia mali ananiambia anatoka, anasema anaenda job. Job ukienda akikaa miezi 2-3 ukimpigia simu apatikani. Ukinini anaanza anakuambia ati nitakuja niopini tena. Ukipiga saa nyingine unapata ni mteja. Saa nyingine mtu anapiga simu anasema anakuja Nakuru na ako kwake. Mimi namwambia kama ako kwake ni sawa. Huyo sasa ni mtu mwingine, mwanamke mwingine anachukua simu. Ananiambia ati huyo ako kwake, unampigia simu ako kwake. Nikamwambia ako kwake aje na ako na watoto na ako Nakuru. Ni mimi ndio bibi yake, tuko Nakuru. Anasema hapana, yeye hakuniambia ako na bibi, aliniambia anataka tuishi na yeye. Mimi nikamwachilia. Tukakaa naye hivyo, akikuja anakuwa mkali, anataka kunipiga, lakini mimi namwambia mimi nakuja na nyamaza. Kuna tena akatokanga, tukakaa miezi 2-3 4. Ananiambia ati ampata job Nairobi. Tena anatoka anaenda Nairobi. Tena Nairobi ukimpigia simu next time unapata mwenye nyumba akimtafuta anapata ni mteja. Akirudi anasema ati simu ilipotea, ilianguka kwa maji na hata na nini, ati pesa hata ilipotea na pesa. Anakuja bure. Tunakaa hivyo maisha mpaka yule sasa, na mimi nikajivumilia tu hivyo. Ulikanga hiyo maisha ya shida yenye bwana wako alikuwa unfaithful. Anaenda nje mpaka anakuonyesha ile ananionyesha ile ya kusema sasa mimi si yuko, yani sina na mimi. Na hiyo time yenye bwana wako alianza kutoka nje ya ndoa, ulikuwa umekuwa na watoto wangapi? Sasa nilikuwa na watoto 3. Nilikuwa na 3 kids. Nilikuwa na watoto 3. Juu mtoto wa 3 aliniacha nikiwa na miezi 2. Kaniambia ati anaenda kazi. Hasa hiyo kwenda kazi akakaa karibu 7 months. Kama arudi simu apigi, mwenye ploti anataka pesa hakuna. Ikabidi niamke niende town, niende nitafute job kwa Oria huko, niende nifanye ndio nipate vile nitalipa nyumba, ndio nipate vile watoto watakula. Ulikuwa unaenda unafanya kazi gani? Kazi ya nyumba. Hivyo na ulemavu unatembea vizuri? Natembea vizuri, lakini yani si ile vizuri sana. Ilikuwa inabidi uende nitoke juu sasa hakuna mwenye atanisaidia, na nyumba yenyewe pia wananitaka. Mwenye nyumba ananiambia kama hakuna pesa ya nyumba unihame. Sasa na mimi sasa na utahama uende wapi na una hata hiyo pesa ya kutoka uende mahali. Na bado kuna watoto wanakutegemea. Sasa aliendelea tu hivyo na wewe ukavumilia? Nilikuwa navumilia tu mpaka vile ilifika 20
ndio akaanza kukua na akaniambia anaumia magoti, mguu inamuuma. Nikamwambia aende hosi, nikamwambia enda Mama Ngina uende uangalie mguu. Akaenda huko akaangaliwa, akanunua, akasema, akakuja na madawa, akaniambia tu amenipa hizi madawa nimeze. Baadaye tena akarudi akakuja kupona tena, akatoka akaenda, akaniambia ati amepata kazi Mogotu. Kaenda huko Mogotu, akakaa huko wiki 2 akakuja. Hiyo alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa plumbing. Sasa hiyo nini kwenda hivyo akakaa huko wiki 2 akakuja akaniambia tena pesa imepotea, hana kitu yote na mwenye nyumba anataka. Tukafungiwa mlango, tukakaa nje siku 3 kama hakuna. Sasa hata sasa chakula tukuli nini hakuna, watoto wangu wanalia. Sasa naomba tu kwa jirani, naambia wape chakula, nikipata pesa nitawapea. Ikakuwa tu maisha ngumu hivyo mpaka vile imefika hii wakati wa 2020 vile amekufa. Okay. Before hata kukufa, nataka utupeleke step by step. Alianza aje kuwa mgonjwa? Alifika point gani sasa akarudi nyumbani? Ile nyesa unamuona because umetuelezea hata ilikuwa inafika 7 months hayuko nyumbani kabisa. Ilikuwa aje mpaka wewe mwenyewe hata uka accept? Juu unajua ni ngumu. Mwanaume wakati anatoka anaenda, alafu akue mgonjwa anarudi nyumbani. Wewe ndio ulikuwa unamtake ama ilikuwaje? Sasa vile alikuwa mgonjwa, nikamwambia aende Mama Ngina, akapewa dawa. Alipewa dawa za hiyo mguu ikapona, ndio akarudi tena Mogotu, akaniambia anaenda Mogotu for 2 weeks. Kurudi akarudi tena akiwa mgonjwa. Mimi si kuenda nimwambia ati nini na nini, nikamchukua nikampeleka hapa Wama akuja atipiwe. Tukampeleka hapa Wama nikakatipiwa, akaambiwa ati akona typhoid na akona pneumonia imeingia kwa kifua. Akampea dawa, akamwambia ikifika siku 3 kama hajaona tofauti tumpeleke wapi Medi. Sasa akaanza tena. Sasa vile alirudi after 2 weeks kutoka Mogotu akakuja sasa nikampeleka hapa Wama. Tena alirudi akaanza kusema kifua nauma, kifua na vitu nini, akasema ati anasikia mwili yani inaisha nguvu, vitu kama hizo, anaisha nguvu. Nikampeleka Wama akapewa dawa. Kupewa dawa akakula siku 3, akameza hizo siku 3 tukaenda Medi. Kwenda Medi akasema tunataka kumpima chest, angalia chest yake juu alikuwa anapumua sasa ile ya kufuruta kabisa, akifuruta. Sasa ndio tukaenda nikamshughulikia, akapewa hiyo kadi, tukaenda kwa daktari akamtibu, akamwangalia, wakasema tuende kupima, apime chest na apimwe hiyo imbafu aone nini iko ndani, wapime, waende wafanye nini, waende wafanye scanning na huko wampime. Sasa ile ya kwenda kupima, tukaenda kwa kupima chest, tukapata mashini imekwama. Hiyo mashini kukwama, akaniambia nasikia nguvu inaisha. Nikambeba nikampeleka, kulikuwa na nyumba kingine kakapo na kuna shed, nikampeleka hapo, akaenda akakapo kwa shed. Kukapo kwa shed hapo ndiye aliendea. Alikufia hapa? Alikufia hapa. Kuenda sasa kufika kwa daktari au kufika aenda apimwe chest hapo nje hospitali. Hapo tu nje hospitali ndiye aliendea. So ulikuwa na yeye mpaka hiyo dakika ya mwisho? Ulimwona akikufa? Hata ni mimi peke yangu ndio nilienda naye Medi. Ndio tulipebwa na pikipiki tukaenda. Ni mimi peke yangu ndio nilimpeleka Medi. Kutoka hapo sasa ilikuwaje? Najua ilikuwa uchungu. Ilikuwa uchungu juu sasa unajua tena nyumbani sisi mamake hakuwa, wazazi wake mamake hakuwa anataka juu ni step mother. Sasa vile mamake hakuwa anataka huko, akaanza kusema wakaanza kunirushia maneno wakisema ati mimi nimeua kijana yao, nimefanya nini, nimenunua watu waue kijana ndio nifanye umalaya. Hiyo ni step mother wake alikuwa anasema hivi. Akaniambia hata nisiai kuja huko, nisiai peleka kijana ati aenda asikwe, waache tu niache kijana aende peke yake aenda asikwe. Lakini watu wa kanisa wakamwambia hapana, juu huyu wamekaa naye ndio wamemlea mpaka amefika mahali amekufa. Juu akiwaachilia na akona watoto wake hivi atawacha ache kuenda, na akona watoto wake inafaa aenda asike baba yao. Wakamwongelesha yeye na akasema hapana, huyu ndiye ameua bwana, sana kuja kufanya nini, ameua bwana, amepea bwana madawa akufe ndiye afanye malaya. Umafanya malaya, anadanganya ati kijana yetu ndiye anafanya malaya na yeye ndiye anafanya malaya. Nikamwambia mimi sijafanya malaya. Nikamwambia babangu, sasa vile wanasema hivyo mimi sitaenda, nitawaachia watoto wao wafanye nini, waende peke yao na watoto wakae naye huko.
Tena mama akarudi akasema hapana, lazima ukuje ukae na watoto wako, mkae kwa bwanako, umalize hiyo matanga, alafu kama unataka kwenda uende. Sasa mimi nikasema hapa nitaenda, babangu akaniambia usikatae kukuja, wewe kuja juu ya watoto, uko na watoto wake, wewe ukuje. Sasa tukaenda nyumbani, kwenda nyumbani kusika hivi, ananiambia ati nimwachie watoto. Najua aliniwacha na mimba ikiwa 6 months juu ya mtoto mdogo. Huyu mdogo mwenye anafuata huyu kijana anaitwa Rick. Aliniwacha nikiwa na ujauzito wa miezi 6. Sasa hiyo wakati sasa ananiambia ati bwana niambie nyumbani ati niwacha hao wakubwa, nirudi na Devi na mwenye ako kwa tumbo nikuje nifanye kazi. Uache kwao nyumbani. Niwache kwao nyumbani. Mimi nikaambia hapana. Mimi mwenyewe ni mjamzito na mimi mwenyewe niko na uwezo yenye nasalea watoto, niko na naenda kibarua mahali nipate kibarua watoto wangu wakule. Hakuna haja kuacha watoto huku niende na watoto wawili mpakisha wawili na watoto waanze kuteseka huku. Juu hata huku kwenye tunakaa hatuna makao mzuri, huko hakuna shamba, nyumba hatukuwa nayo, nyumba yenye ilikuwa nayo ilikuja ikaanguka, ilikuwa matope ikakuja ikaanguka. Sasa nikamwambia hapana, nitakuja na watoto huku. Sasa vile nilisema nitakuja watoto huku, mama mkuu akasema uende kabisa usiairudi huku. Na mpaka wale wajae nitafuta. Walinyamaza hivyo na mimi nikasema ni sawa, Kenya Mungu atafanya, nikipata mwenye atanisaidia watoto sina shida. Hata wakikataa watoto Mungu asaidie wasome, wakisoma watapata kazi, alafu Mungu asaidie wapate mahali wanunue wajenge. Juu sasa maisha kwao ni kama wamefanya wamekataliwa. Watakiwa watikani huko sasa. Hivyo hiyo time period yote ya matanga walikuacha ukakaa, lakini hamkuwa in good terms. Hatukuwa in good terms, kila mtu alikuwa maisha kwake. Kwenye matanga iliisha ukarudi? Nikarudi Nakuru na watoto wangu. Nikarudi Nakuru na watoto wangu. Na tangu nirudi Nakuru hakuna mwenye amenipigia simu auliza ati mtoto anaendelea aje, ni mgonjwa, anasoma aje, anafanya nini, waniuliza. Na bado ulikuwa na mimba lakini hawakuenda hata kufuatilia. Hata mtoto mwenye nilisa ndio yeye amefika mkubwa, hata wajai kuja. Wasema ati wacha tuende tuone mtoto mwenye alisaliwa ni mgani. Hata wasema ati wewe nini, walikataa hivi. Walinyamaza, kuna mtu amewahi kukutafuta kabisa? Hakuna mpaka saa hii. Na hiyo kuolewa ilikuwaje? Walikuwa wanajua umeolewa, walikuwa wanajua wazazi wako ama ilikuwaje? Mliishi na yeye miaka ngapi kwanza? Mzee, tumeishi na yeye miaka 12. Miaka 12 ni mingi. So lazima familia zenu zilikuwa zinajua. Walikuwa wamejuana, the both side walikuwa wamejuana. Ilikuwa shida hapo, walikuwa wamejuana. Hiyo period yote ya matanga kuna hata mtu mmoja alikuwa anakusupport kwa hiyo familia? Kulikuwa na manti zake, lakini sasa anti yake mmoja akakanda. Walikuwa ananiambia ati nisirudi Nakuru, nikae nyumbani. Na nyumbani kwenye nakaa na mama mwenye baba alibaki na yeye, hatutaki huko. Anatuambia sisi ati vile kijana nasika hivi niende nifanye malaya yenye nitaka kwenda kufanya. Relationship yako na huyo mama ilikuwaje mpaka ndiye akwambie maneno mazito kama hayo? Hata wakati mume wako alikuwa alive? Alikuwa tu yani na ile, unajua sasa huyu mamake alimwacha akiwa mdogo. Sasa alikuwa anasema ati mimi namkatasa asitume ati asimtumie pesa, simsaidie afanye nini. Nikamwambia mimi sijakataza kijana wenu kusaidia pesa. Hata once alikuwa akiendanga bila alikuwa anaenda miezi 7 miezi ngapi, nilikuwa namwambianga wewe hata kama mimi unipei pesa ama saidia watu wakwenu, wasikuje kunilaumu ati mimi nakataa kupea pesa na unipei. Akasema hapana, wewe ulikuwa unakula vitu zake, sasa saa hii vile amekufa hivi ujue vile utajipanga. Hata tulikuwa tumenunua vitu na yeye kwa nyumba, lakini walikuja wakapepa hizo vitu zote, akasema ati hizi vitu ni ya kijana yangu naenda nazo. Mimi nikamwambia chukua tu, kenye umeona ni ya kijana yako chukua tu yote muende na yeye. Yani walikuja hadi mahali penye mnaishi wakachukua vitu? Wakachukua vitu. Sasa yenye kuja kuchukua mwili tukipeleka home kusika. Wakakuja wakapepa vitu zote wakaenda nazo. Sasa mimi nikabaki tu, hizi ilikuwa tu hata hizi ni msaada yenye nilipewa mtoto wangu mdogo Devi. Anasoma huko Philadelphia. Yeye ndiye alibaiwa
msaada tu, akamletea hizi vitu, akamletea kitanda, akamletea mattress, akamletea mpaka blanketi. Okay. So walichukua literally kila kitu kutoka kwa nyumba. Ilichukua kila kitu. Hizi vitu ilikuwa tu, yani mtu mwenye akuja tu vile mnyinyi mmekuja hivi, ananiletea meza, mwingine ananiletea kiti hivyo tu. Ananiletea hata hizi ni curtain, ananiletea, anasema chukua hii curtain ufunge hapa. Juu hata nilikuwa na mattress, nilikuwa natandika tu hapa chini na watoto wangu wanalala hapa chini. Tunalala, tunaendelea. Tulikuwa tunaishi na huko Ponda, ndio tukakujia hapa. Okay. Okay, so hiyo ni ngumu sana. Na vitu zingine hata ulikuwa unaangalia vitu zinachukuliwa zenye wewe ulikuwa umestruggle na mzee wako kupata, watu wakachukua zote. Na upande wa familia yako wao walikuwa wanasema nini, ama walikuwa wanaongea nini ukiona ukistruggle na in-laws wako? Juu babangu aliniambia mtu kama akutaki wewe sijingangania na yeye unamtafuta. Wachana yako, mwachie upande wake yeye akae. We rudi, Mungu akusaidie upate kibarua, ule na watoto. Siku yenye Mungu atakusaidia watoto wasome, wakue wakubwa, watakuja kujimutu kwa maisha yao tu. Sasa bangu alikuwa anandia tu, mwana ananiambia, nilikuwa nasema sasa nitafanya aje na watoto hata nikirudi Nakuru kwenyewe sina kazi, sina chochote. Bangu ananiambia hapana, nitaongea hata na mchungaji wako, mshike kanisa, nitamuongelesha nimwambie hata kama wanaweza pata sadaka, wanakunulia hata chakula, wanakusaidia kwa hao watoto vyovyote vile wenye wataweza wakusaidia, na mimi nikipata hata kitu na kutumia unakula. So familia yako ilikuwa imeambia wewe waachie tu hizo vitu? Waliniambia niwaachie. Labda Mungu kuna mahali penye Mungu amenipangia penye naweza faulu, Mungu anisaidie nipate mahali penye anaweza niweka. Labda huko si kwangu. Muachie Mungu sasa. Tuliamua tuachie Mungu. Na hiyo time ameenda amekuacha na watoto 4. Wote ni wavulana. Wote ni wavulana. Kuna hii kitu nasikianga, mimi si Mluya, lakini kuna stories za Waluya nasikianga. Sijui kama ni kweli, wewe ndio utatuambia leo. Ati wakati Mluya ukikosana, either kosane ama mzee wako aage dunia, unachanga watoto pale, wewe unatoka peke yako. Kitu kama hii ni ukweli? Inakuanga ukweli. Uniaje wewe ulitoka na watoto wako? Nilitoka na watoto juu mama mkwe ndiye alisema tutoke tuende. Juu nimesema watoto wangu wakuje, nikae nao ningangane nao huko. Akasema ati nitoke niende nisiai rudi tena kuwauliza ati nini na nini. Nikasema nitaenda basi na watoto. Kama amekupea ruhusa uende na watoto, si unaenda nao. Na watoto wenye walikuwa wavulana, haiko kupatia stress sasa utaendaje wapi na hao wavulana wote? Juu tunajuanga Africans wavulana ndio wanakuanga wanarithi mali ya baba yao. Sasa hapo watoto wangu hata wenyewe hata ni wakubwa anajua huko kwa hakuna shamba. Hapo mali penye wako kwao ni kama point tu ndio iko. Sasa penye kaburi ya baba yao ndio tu hapo kwao. Hivyo amkuwa na nyumba nyumbani? Hatukuwa na nyumba. Hakuna shamba? Hata mali mlikuwa mnapanda hata mahindi? Hakuna, sisi hatukuwa tupanda, hata hatukaenda nyumbani tunaenda kupanda kitu. Juu mzazi yani babu alikuja akauza shamba akawachianga vijana wawili, akona vijana wawili. Sasa baba mkwe na baba mkwe yangu mwingine wa nyumba ingine. Walikuwa wana nini? Walikuwa waliachiwa ka point hivi. Hakuna hivyo hata hiyo shamba, hata watoto wako wangebaki ya bado tu ingekuwa kuteseka tu, wangekuwa wanateseka tu. Okay. Na hata niliamua nichukue watoto wangu nikuje ningangane kama Mungu anasaidia nipate kazi, niwalinde na huko. Wakati mume wako alikufa, naelewa venye umenipatia story, alikuanga anaenda nje sana. Hata kuna time alikuwa anamaliza mpaka miezi arudi nyumbani. Ni nini ilifanya ukakuwa na ile roho ya kumhudumia wakati alikuwa mgonjwa? Ni vile sasa unajua mimi nasema ni kama ile alianga yenye niko naye, nilikuwa naona kama siwezi pata mtu mwingine mwenye anaweza nioa. Ni ngangane tu na yeye na watoto wangu juu nimesana na yeye ndiye amnikubali na vile chinzi nilivyo. Nikaona acha tu nikae na yeye. Hivyo nilikuwa naona ukitoka huko nje uwezi penda, hauna option, uko na watoto, ukaamua acha tu ukae hata kama unateseka. Nikaona acha tu nikae na yeye. Hivyo tu ndio niliamua kukaa na yeye. Okay, ukaamua acha ukae, uendelee at least kupata mahali watoto wako wanaishi. Wanaishi. Aliwahi kupiga?
Alinipiga tu kofi 2 kitambo. So alikuwa bado ni mtu alikuwa violent. Hiyo kifo yake, unajua wanawake wengi, sisi ni wanawake, unajua wakati mwanaume anaenda nje, unasikianga vibaya, kuna ile uchungu, juu ni mume wako. Kifo yake ilikupata aje? Yani ulikuwa na hisia gani wakati alikufa? Nilikuwa uchungu sababu sikuwa natarajia atakufa. Nilikuwa nafikiria baada ataishi juu nilikuwa na watoto wadogo, pia mimi nilikuwa mjamzito bado. Sasa nikasema Mungu angemwacha tulelee naye watoto. Sasa ilikuwa iliniuma, baadaye nilikuwa nasikia ni kama kwangu imeisha. Hata unaona kama fadhali angekuwa muendelee kulea watoto pamoja, hata kama kuwa ule mume. Ilifika wakati nilikuwa nakumbuka fadhali hiyo 50 bob yenye alikuwa anakupea, at least inakusave mahali kuliko saa hii. Sasa wewe ndio una struggle, wewe ndio kila kitu, kuanzia kiberiti mpaka unga mpaka nini mpaka nyumba ni wewe. Kwa hiyo ndio unajua kila kitu, wenye watoto wako watatoka waende shule, wenye watakula ni wewe tu peke yako. Mimi tu peke yangu. Okay. Mtazamaji, unaona tunaendelea kufuatilia story hapa, tunasikiza venye alianza maisha mpaka saa hii ameachiwa watoto 5, analea peke yake. Umesikia venye alienda kwa in-laws, hakukuwa accepted. That's why after burial immediately aliopt kurudi Nakuru aendelee na maisha yake na watoto wake. Pale nyumbani pia amesema kubaki kwa option kwa sababu hawana shamba. So hata kama watoto wake ni wavulana, bado hakuna kitu ni wangerithi pale nyumbani. That's why aliamua atoke pale arudi Nakuru mali walikuwa wanaishi, akuje kuendelea na maisha. Cha kushangaza tena zaidi nimeshangaa ni ile in-laws wake bado walimfuata Nakuru, akakuja wakachukua kila kitu chenye aliachiwa na mume wake. Hizi vitu zenye tunaona hapa kwa nyumba ni vitu zenye amechangiwa. Yani ana depend on donations from well wishers outside there, ndio wanampatia vitanda, hata meza au kuwa na kitu, kubaki na kitu kabisa. Alianza ni kama ameanza life, ni kama ameanza zero from nothing mpaka saa hii venye yako hapa. So umemalizana sasa na in-laws wako, umejua ndoa yako imeisha kila kitu. Umeamua so move on na life yako. Ukakuja Nakuru. Tumeona mzee wako umetuambia alikufa 3 years ago. Na huyu mtoto ako amefika mwaka kweli? Huyu ni 6 weeks, hata katoto ni kadogo sana. Anaitwa nani? Anaitwa Lilian Quincy Masinde. Dylan. Naona Dylan ni mdogo. Ulikuja ukaamua tena kuolewa tena ama ilikuwaje? Nilikuwa na hiyo nini ya kuoleka. Sasa nilikuwa tumepanga na huyu mtoto akakuja before tujipange vile tunaweza kuwa tunaishi pamoja. Vile tukutana na baba ya Dylan. Tulikuwa tumeamua tunaweza ishi na yeye pamoja, tusaidiane kulea watoto juu hata yako na watoto 3 wasichana na mimi niko na watoto 4. Sasa ndio tulikuwa tunajipanga tukae tulee pamoja watoto tusaidiane. Tulikatana nje na huyo baba Dylan. Nilikuwa naenda kibarua huko Ngala. Alikuwa anafanya hapo Ngala. Alikuwa anafanya hospitali hapo. Yeye alikuwa nasi. Sasa tukakutana tukaongea. Tukaanza kuongea. Yaani tulikuwa sasa tukikutana tunaongea 2-3, naenda kazi na anaingia kazi. Tunaongea ndio ikafika wakati tukaelewana, tukasema tutakuja kufanya harusi alafu tuane. Sasa ni mtu mwenye ni kama mlidate. Tulikuwa tumedate na yeye, tutakuwa kuishi na yeye. Umefunguka, umemwambia mimi nilimwambia niko na watoto 4 na pia yeye akaniambia ako na watoto. Akasema tunaweza lea na yeye watoto. Huyo yeye pia after how long did you take ndio ukaanza kudate baba yako? Ilikuwa miezi. Huyo ana tu kwenda sana au mtoto akapatikana before. Kama miezi 7. Ni mtu alikuwa anakusaidia? Alikuwa ananisaidia hata kwa chakula. Saa zingine kazi na chakula nakuja ananipea. Anatumia hata pesa kwa simu, ananisaidia kulia mtoto. Kile once vile nilimwambia nimeshika ujauzito wake, nikaona ni kama anaanza kulekea. Mpaka sasa usaidizi wake sijaona, juu hata hajakuja kuona mpaka mtoto. Amenyamaza tu, hata ukimpigia simu amekuwa mteja. Saa zingine ukifungua anakuambia nitakuja, anajipanga tu nitakuja. Na akisema hivyo atakuja na ni hivyo inakaa hivyo, ananyamaza hivyo tu. So hajai communicate tangu mwambie uko na mimba? Hatujai communicate hadi sasa mpaka nimejifungua.
Sasa nilijifungua nikampigia simu, haikaitana karibu missed call 12 hakushika. Sasa ile ya mwisho ndiye alishika akaniambia, nikamwambia nimejifungua je, nilimpigia nikiwa maiti. Nikamwambia nimejifungua mtoto kijana, nimuite aje? Ndiye akanipea majina. Akaniambia nimuite jina ni Masinde. Na ukafuata ukamwita jina Masinde. Au kama ulifuata na huyu mtu hajakuwa kwa maisha yako hiyo time yote tangu mwambie kuna mimba? Kuna mimba alianza nilifuata hivyo sababu nilikuwa nataka in case anaweza kubali Mungu amrudishe akuja akue nini akaendelee ajue niko na mtoto wake anisaidie. So ulikuwa ni kama unamuita jina yenye amesuggest ndio umfurahishe. Ndio nimfurahishe ndio at least akuje. Alafu after that no umepata mtoto, ukamwambia umepata mtoto, akamuita jina yenye yeye alitaka. After that what happened? Sasa akakuja tena akanyamaza. Sasa sasa hii aniongeleshi, apigi simu. Sasa sielewi ni nini mbaya. Ulipotoka hospitali na mpaka sasa hivi wenye ulimwambia mwenza kujawahi communicate. Hata hajawahi kukusaidia anything. Hiyo inakumeka na feel aje? Na feel niko chungu sababu kenye nilikuwa natarajia chatimisa. Kuna hata walikuwa umejua hata wazazi wake ama marafiki zake, ndugu zake, kuna mtu yote mwenye ulikuwa unajua mwenye unaweza mtumia communicate wako ulikuwa umeintroduce kwa watoto wako? Walikuwa wanamjua? Mtoto alikuwa anamjua lakini hajai kuja hapa. Sio kwa market mahali yanaishi. Tulikuwa nikamwambia tukutanie huko na aonane na watoto wangu awajue pia niletee wake na mimi wajue. Na alifanya hivyo? Yeye ajaleta wake. Kina wangu nilishamwonyesha. Ulimpelekea watoto wako akawajua. After aliwajua uliona ni kama ni mtu aina gani? Njoo tunaambiwanga kuna time unaonanga mtu maybe venye ana react, kuna zile signs anakupatia unajua huyu mtu maybe hayuko serious. Kuna sign kama hizo alikuonyesha? Alinionyesha ni kama hayuko serious. Aje, ulijuaje? Yule aliongea alisema aje, nitakuja tu kukuletea watoto wangu siku nyingine. Nikasema siku nyingine tena. Tamjibu hivyo. Hivyo tu. Na akanyamaza akasema hivyo nitakuletea tu watoto wangu waone siku nyingine. Hivyo tu. Hivyo hujawahi fuatilia juu hata unajua mahali anaishi, hujaienda hata kwa hospitali. Mbona nini ilifanya ukutaka kumfuatilia na uko na mtoto wake? Si kutaka kumuonyesha na mfuata sana. Nilitaka nimuonyeshe Mungu atafungua kama alinilinda nikiwa na huyu nikiwa na watoto wametumia 6 months na nikajifungua na sasa mtoto amekuwa mkubwa. Hata huyu nitalea tu. Mungu atafungua tu njia. Tena nitamlea tu vile nimelea hata atakuwa mkubwa. Sasa ndio si kutaka kumfuatilia sana. Ukaamua wachane tu na yeye? Achane. Kama atakubali kukuja kutafuta mtoto ni sawa. Asipokuja pia ni sawa. Asipokuja pia ni sawa. Haujaipatana na yeye? Hatujaipatana na yeye. Sasa ni 6 weeks. 6 weeks. Ni hata naona muda hujaenda sana tangu ujifungue. Sasa watu wa kwenu wasaidia ama wale wa in-laws wako hata kama muongee. Kuna wale ambao wamejua kuna mtoto mwingine na wa kwenu? Sisi wamejua. Wanasema aje? Babangu aliniambia nisikubali huyo mtu akuje aishi na mimi before kama sijampelekea mjuu. Alikataza akaniambia hata kama mmezaa naye mtoto akuje kwanza kwangu tuongee naye tuonane tuelewane. Pia akupeleke kwenu ndio mwanze kuishi, msianze kuishi kama mtaonyeshana kwa wazazi. Hivyo wao wamechukulia mtoto ni baraka na wako sawa na wewe kuwa na mtoto mwingine. Wako sawa na mimi. Hana shida. Okay. After that umepata mtoto, huyo baba ya mtoto akuongeleshi. Umemove on na uko na watoto wako wale wengine 4. Wewe kwako as a person unafeel ni kama ulifanya mistake kama ni mzigo mwingine tena umeongeza kwa familia yako ama kwa maisha yako? Nilisema ni mistake sababu sikutarajia itakuwa hivi. Nilikuwa najua hata kama nitapata nitani atakuja kukubali na tuendelee na vile tulikuwa tumepanga. Hivyo wewe ulikuwa umepanga kuolewa tena? Nimepanga kuolewa.
tena maisha kukaa peke yako ni ngumu. Okay, ni venye tu ilikuwa bahati mbaya ukabaki na mtoto. Na sasa utaki hata kumtafuta, uko sawa tu na yeye. Kwa sawa tu na yeye. Unapatanga aje, unaweza aje kulipa rent ama unapatanga aje needs zako na za watoto wako? Sasa palipa rent, watu wa kanisa ndio walikuwa wananisaidia kulipa rent. Sasa nilipata hilo, nimepata mtoto, wakakuja wakasema ati watasimamisha kuanzia Januari, watakuwa wanilipia nyumba. Ndio wakanisimamisha kanisa miezi 6. Makosa yenye nilifanya makosa kupata mtoto nje ya ndoa kama sijafanya harusi. Okay, hiyo ni kanisa gani unashiriki? Salvation to all nations. So mnakuanga mko na ile rule that mtu akizaa mtoto ama akizaa mtoto kama hajaolewa it's a mistake kwa kanisa. Wakati ulikuwa na mimba yote ulikuwa unaenda kanisa? Nilikuwa naenda kanisa, lakini sasa aliniita nikaongea na yeye, akaniambia tu watanifunga saa hii juu bado niko na pressure na niko na mimba. Siwezi niwakisha nisimame kanisa na niko mjamzito na nini. Mtu akiwa mjamzito anakuwa na pressure, yani anakuwa na vitu mpaka tempa inapanda, unasafanya anything. Sasa wakaona waniachilie kwanza, ati nikijifungua ndio wataniambia ati nikae nyumbani for 6 months, hapo ndio nirudi niombe msamaha niendelee kwa kanisa. So mpaka saa hii ni kama umeachwa nje ya kanisa. Nimeachwa nje ya kanisa. Sasa kila kitu mimi nijitegemea. Una feel ni kama kanisa ilikujaja ama ilikutenga kwa kupata mtoto? Kunisikia uchungu baadaye bila aliniambia hivi. Lakini karibu nikaambia Mungu, yenyewe mimi nimefanya makosa, naomba unisamehe. Nikakaa tu nikanyamaza, nikaambia Mungu, yeye kweli nilifanya makosa juu nimezaa mtoto nje ya ndoa, sijafanya harusi, na naomba tu anisamehe ili hata babake kama ako mahali asikie tu mwita akuje. Nini mtoto wake asaidie mtoto wake juu hata sasa ikifika Januari na mimi mwenyewe sasa sina kazi. Ikifika Januari nikuwa amekuja ili aanze kulipa nyumba hata kuanzia Januari kule walisema hivi. Walisema Januari watanilipia nyumba. Sasa yuko na sasa tunaingia Novemba na Disemba. Kuanzia Januari ni wewe ujipange. Hiyo ni kanisa ilikuambia. So tangu hiyo Januari utakuwa unaenda church ama itakuwa nje? Sasa waliniambia 6 months nikae nje. Sasa Januari sioni kama nitakuwa nikienda. Umeanza kukaa from which month? Nimezaa mtoto mwezi wa kama ni last month. Nimezaa mwezi wa 9 19. Okay. Hiyo ni kama last month. So mpaka the next tunahesabu mpaka 6 months ndio urudi church. Okay, nimesikia hiyo kwako leo, lakini pia kanisa zinakuanga na rules zake. Na hivyo ni kama hata ulikuwa unajua na umekubali au utakuwa unaenda kanisa. So umepangaje kuanzia Januari kama watakulipia rent anymore? Nilikuwa naomba kama nasapata kazi, niende at least nipate vile watoto nitanunua chakula na kulipia. Church walikubali watakuwa kunilipia watoto school fees, lakini sasa chakula na nyumba mwenyewe nijimudu. Sasa nilikuwa naomba kama nasapata pesa, at least nifanye hata biashara ama nipate kazi. Na watoto wanaenda wanalipiwa school fees bado na kanisa? Mtoto mmoja mwenye ako nini Menengai. Huyu mwingine baada ya kujina secondary. Mzee watoto wako ni 4, Sayu ni 5. Wa kwanza kwa miaka ngapi? Miaka 14. Na wa pili? Ako na 13. Wa tatu ndio amefunga 5, anaenda 6. Okay. Alafu anaenda 4. Rick mwenye niliacha akiwa kwa mimba miezi 6. Sasa anaenda 4 years. Yeye bado hajaingia shule. Bado. Okay. Nimesikia ukiongelea sana huyu baba ya Dylan, ni kama alikupatia uchungu sana. Ni kama pia alikuongeza ile pain yenye uko unataka kwa life yako, because from what you are saying ni kama ulikuwa umefikiria, umeniambia maisha ya kukaa peke yako ni maisha ngumu. Wewe ulikuwa unatarajia upate ndoa, muishi na watoto wako vizuri na pia ukiwa na mume wako. Sasa huyo mwingine baba Dylan angewatch hii video leo, ungetaka ajue nini? Ajua ameniacha kwa mauchungu. Mongelesha sasa.
Nimuongeleshe yeye? Ongelesha baba Dylan kwa hii kamera. Anaweza pata hii video. Nilikuwa nasema kama ako mahali popote penye ako, akuja anisaidie juu. Sasa niko na mtoto wake, akuja anisaidie. Tuendelee kusaidiana vile tumepanga tusaidiane kulea watoto. Hiyo tu. Hakuna kitu kingine ungetaka ajue? Sasa akirudi ya kuombe msamaha, utamsamea? Kama atakuwa serious nitamsamea. Na asiporudi, juu umesema ni kama kukaa peke yako si kuzuri, unaweza taka tena kuolewa tena? Kwa saa hii sitaki kuolewa juu. Sasa si imekuwa ya kwanza ikaenda hivyo, tena ya pili, tena ya tatu. Hauwezi taka kujaribu tena? Si mtu atakuja hapa kuambia watoto wako na wapenda, nimeona tuko na mtoto mwingine hapa, wacha nikuje tuendelee na maisha. Nimelani kwa baba ya Dylan, nimelani kwake, sasa siwezi. Hauwezi kubali sasa sahi. Sahi unataka uendelee na watoto wako, hao wenye uko nao sahi. So I hope message itamfikia, atajua venye umesema, unataka akusupport na mtoto wako. Lakini pia hutaki kuenda kumtafuta. Ni yeye mwenyewe ajilete. Na hata si mimi nilimtafuta, yeye ndiye alinitafuta. Ndiye alikutafuta? Hata umeniambia hata hamku date for long. Ukapata umepata mimba. Na hivyo ndiye alinyamaza, akaenda. Na wale in-laws wako, wale sasa ni ex-in-laws wako wenye hamjawahi ongea, pia na wao wanaweza patana na hii video, ungetaka wajue nini? Wajue mimi nimemove on na maisha yangu. Sirudi tena kwa kwao sasa. Na watu wa kanisa, tukimalizia hata before nikupatie nafasi uombe msaada. Watu wa kanisa yangu sasa, niwaambie aje? Utafungua roho waongelesha. Si wao wamekuwa wakikusupport. Na sasa hii umeniambia wamekupatia ultimatum that by January hawafai kukulipia rent tena. Wanasikia ni kama umefanya makosa sana. Na wewe una feel ni kama au kufanya makosa, yani hufai kutolewa kwa kanisa. So ungetaka wajue nini? Nawaambia tu waniendelee kuniombea, wanisamee, sababu haikuwa kupenda kwangu nifanye hivyo. Okay. Naona pia uko na disability, hata tukimove away from your story yako ya watoto na kanisa na ex-in-laws wako venye walikutreat. Wewe mwenyewe ulizaliwa ukiwa disabled. Ulizaliwa hivyo. Kuna hizi groups ama organizations zenye zinasaidia watu wa disability. Umejiandikisha huko ama unasaidika kutoka kwa hizo groups? Hakuna mimi. Kulikuwa na mama mwingine alikuwa amekuja hapa akisema atataka kuniingiza kwa hiyo mradi, lakini sijamuona tangu niambie ilikuwa 2022 mwezi wa 3 hapo, sijamuona tena. Na nikimfuatilia ananiambia ati bado watu wajakuja, vile walikuwa wamesema watakuja tuandike ile tukuchukue tuweke kwa faili uende tukupeleke huko kwa chief. Sijaona wakikuja. Nimeenda mpaka kwa chief, hata niende niandikishe kwa chief, sijaona msaada wote. So umejiandikisha lakini bado hujaanza kupata msaada. Umefuatilia? Nimefuatilia, wananiambia tu bado. Okay. So bado hadi saa hii hakuna venye unasaidika kutoka kwa disability? Hakuna. Wakati mwingi tukifanya ma story hapa, watu wengi wakikuja hapa kuomba help, unapata watu huko nje wanatuuliza yeye ameanza kuomba help kutoka kwake, like kutoka kwao. Kutoka kwenu kuna mtu anakusaidia? Hakuna mwenye anasaidia. Wanajua magumu unapitia ama ni venye pia wao wanajua machungu, lakini sasa wana vile watanisaidia. Kwenu watu wako aje, like maisha iko aje? Maisha ni magumu bado. Babangu anasako tu, analima tu ndio apate. Kama kuna mali amekuwa na nini, huwa anakotesha hata shamba ndio apate vile anasaidia mtu, hata yeye. Hata yeye ni wakung'ang'ana tu, si ati ako na pasiki kichomba. So hata nyumbani maisha ni ngumu. Na hata wewe mwenyewe hata ukiamua kwenda kuwaomba help, hakuna mtu mwenye anajiweza anaweza kusaidia.
Sasa hiwe unakaanga tu hapa nyumbani, unategemea watu wenye watakuja kukusaidia? Mtu akikuja tu mwenye ataniletea hata kama ni 200, hata kama ni chakula, huwa nashukuru Mungu sababu wakati sasa niko tu hivyo. Kuna wakati mnakosa mpaka mnalala njaa? Kuna wakati nalala njaa mpaka unajua, kuna wakati mpaka mtoto wangu kijana mwenye ako grade 7 alikuwa ameanza tena kupotea. Ukisema ati yako njaa, anapotea mpaka anaenda kwa street, anaenda kwa kanisa huko, anaenda kwa kanisa ingine huko sijui inaitwa Kanismata, sio Kanismata. Anaenda huko, anakaa huko karibu wiki moja. Akikuja ananiambia ninapoteanga sababu ninataka nikunyonge chai na mkate, nikule ugali na nyama. Huku hata ukipiga tupati ugali na nyama, tupati chai na mkate. Anakuja wakati ananiambia. Anapotea anaenda hata kwa kanisa ndiye apate chakula. Na sasa hiyo huyu mtoto wako ni mkubwa na huyo mwingine nimeona au wavulana wana understand ama wamewahi kuuliza juu ya baba yao? Wanajua. Isipokuwa sasa wadogo ndio najua sasa wakifika wakubwa watakuja kuniuliza baba yetu alienda wapi nini na nini. Juu hasa tena huyu mwingine niliwacha akiwa kwa tumbo, lazima atakuja kunipea maswali. Kuniuliza maswali ya kulienda aje kukagua. Kila wakubwa wanajua. Wanaelewa baba yao alifariki. Hayuko, alikuwa mgonjwa akafariki. Na sasa hii mtu akitaka kukusaidia, ungetaka usaidizi wa aina gani? Nilikuwa nataka nisaidie tu kama vile naweza pata hata kama ni kazi ama nipate mtu kama atasaidia kunipea hata pesa ya kufanya biashara, nifanye biashara at least niweze kujilipia, yaani kujisimamia kimaisha. Anasalipa nyumba, kusomesha watoto wengine. Sasa naona sasa watoto wengine wana mwenye atawasaidia. Nyumba hapa mnalipa how much? Hapa ni 2600. 2600 every month. Ni nini unaweza fanya juu pia unaona venye ujiwezi wewe mwenyewe? Ni kazi gani ile yenye unaweza fanya? Hapa kibanda. Mtu akikuwekea kibanda. Juu hakuna ile eti mtu anaweza kupeleka job au uwezi fanya kazi. So, kazi ya nyumba huwa nafanya, unaweza fanya? Naweza fanya hata hiyo. Sasa kazi ya nyumba sasa ukipata utaacha wapi watoto wako? Ama unawachanga tu hapa? Kuna mama mwingine akoko Ponda, tunamwachianga watoto huko. Analea watoto, anakuwa na mimi ya kulea watoto, tunapelekanga huko. Unapeleka kwa daycare, unatoka unaenda unajitafutia, unafanya kazi ya nyumba ile ya day scholar. Unaenda tena unarudi. Pole sana. Sasa najua inafika mahali mpaka mtu akikuona anasema na utaweza kufua, utaweza kupanguza, lakini mimi huwa nafanya kazi. Yes, unaona hata mimi ndo nimekuuliza unaweza kweli? Naweza. Naweza. Hivyo watu wanakuamini, wanakupea kazi. Huwa watu wananipea. Juu mtu ananiulizanga utaweza, naona mkono wako ni uchungu, sijui mtu yako iko na, lakini namwambia si unipe basi uone kazi itafanya na ninafanya. Unaona sasa anakubali, anasema basi ukujange kazi. Pole sana kwa ile umepitia. Umetuelezea story yako ni ya pain na bado unaona unaendelea. Hivyo Mungu anakusaidia kila siku unaamka, unaona wacha uendelee. Ni kitu gani ile inakupatianga nguvu ama inakumotivate kila siku uendelee? Fight all these things and zinakuapenia. Sasa najua mimi ni Kristo, huwa na inafika masaa huwa na fast, naomba kwa Mungu unisaidie kwa maisha yangu, juu sijui ni kwa nini nakaa maisha ile hali ngumu. Nataka unisaidie hata mimi nikuweka kama watu wengine, at least hata mimi nikuwe naweza saidia hata mtu mwingine. Sasa Mungu naye anasikia, hata nikimwambia leo sasa nijui watoto wangu watakula nini, watafanya nini, huwa naona kama Mungu anajibu. Sababu hata hii jana niliona tu sasa ananifea, nipigia simu ananiambia ati kuna wageni watakuja na mimi siko na ndivyo mkatoa siku, nikamwambia Mungu mwenyewe uniangalie juu leo hata sina chochote, hata sijui watoto watakula nini, uniangalie tu. Na kimwomba hivyo Alua ananijibu, ananiletea tu wageni from nowhere. Wanakuja, mtu anabeba hata sukari, anabeba hata unga, ananiletea hata pesa, ananiletea hata sabuni. Nashukuru Mungu hata kwa ile kidogo yenye Alua ananiletea. Na hivyo ndo unaendelea kumwomba. Na hivyo naendelea tu kumwomba na life. It's a good thing that you're trusting in God. Na naona Mungu anaendelea kukusaidia. So nataka kukupatia hii chance Said kumalizia. Ukiangalia kamera, uombe usaidizi kwa mtu mwenye anaangalia INKA TV Said, anaweza taka kukusaidia. Unaweza taka kusaidiwa aje? Ongea na watu wa INKA TV.
Mimi naomba wanisaidie pesa, kama naweza kuwa na mwenye ako na pesa, ni chochote kenye mtu ako tu na anisaidie ili niweze kujimudu kimaisha, sababu saa hii ni mimi peke yangu na watoto. Mimi ni mama mjane, naomba tu msaada wao wanisaidie ili niweze kujimudu kwa maisha yangu, nipate hata vile watoto watakula, vile watavaa, nipate hata kulipa nyumba na ni move on na maisha.